أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على Muhammad wa ali Muhammad. Neno kadri katika lugha ya Kiswahili maana yake ni kiwango. Kiistilahi tunaposema Lailatul Qadri, usiku wa Qadri, usiku wa Qadri ni usiku ambao mambo yote ya binadamu, mahitaji yote ya binadamu ya mwaka mzima yanapangwa ndani au katika kiwango maalum. Ndiyo maana ukaitwa ni Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ni usiku ambao maisha ya binadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayawekea kiwango na kipimo maalum. Hili yawezekana likawa bado halijawa wazi. Tunaposema anaweka kiwango, anaweka mipaka, anakadiria, tunamaanisha nini? Kukadiria ni kama ifuatavyo. Mwanadamu katika maisha yake anasibiwa na mambo ya kheri, pia anasibiwa na mambo ya shari. Kuna mambo ya kheri yanayomkuta na kuna mambo ya shari yanayomkuta. Na miongoni mwa mambo yanayomkumba huyu mwanadamu ni pamoja na kifo, lakini pia mabalaa, lakini pia mafanikio katika mambo mbalimbali ambayo yeye kayaainisha kuwa ni sehemu ya mahitaji yake katika maisha yake. Kwa Lailatul Qadri, kama ni mafanikio katika usiku huu, Mwenyezi Mungu anakadiria kwamba mja wangu fulani atafanikiwa kwa kiwango hiki, au hatofanikiwa, atapata mabalaa kwa kiwango hiki, au halitampata balaa. Lailatul Qadri ni usiku ambao magonjwa yetu yanakadiriwa katika usiku wa Lailatul Qadri. Lailatul Qadri, umeibiwa duka, hilo limekadiriwa kwenye Lailatul Qadri. Lailatul Qadri, umekwenda sokoni umevamiwa, hilo limekadiriwa kwenye Lailatul Qadri. Lailatul Qadri, umeokota hela, hilo limekadiriwa katika Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kuwathibitishia binadamu kwamba usiku wa Qadri ni usiku muhimu na nyeti, ndio maana akaacha kumbukumbu ili wanadamu msije baadaye mkakeuka mkabishana, mwingine akasema ni sawa, mwingine akasema si sawa. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, akauchagua usiku wa Lailatul Qadr kuwa ndio usiku maalum ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake ameishusha Qur'an. Kwa chochote utakachokiona wewe katika maisha yako, usijiulize maswali mengi. Twende kwetu Afrika. Kwetu Afrika kuna machawi, watu wanarogana, watu wanafanyiana mambo mabaya. Haya yote yamekadiriwa katika usiku unaoitwa Lailatul Qadr.
Lakini tunataka kujiuliza kwamba haya mambo yanakadiriwa vipi? Kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yeye tu anavotaka, anavopenda, kuna utaratibu vyovyote tu, alimradi anampangia huyu hili na huyu anampangia lile, anampa huyu hili na huyu anamnyima lile. Ni kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakwenda hivyo? Abadan. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yastati'u dhalika li'annahu yaf'alu ma yasha. Mwenyezi Mungu ni kweli anaweza akafanya hivyo kwa sababu yeye anafanya anachokitaka. La yus'al amma yaf'al. Mwenyezi Mungu akifanya huwezi kumuuliza. Lakini li'annahu hakimun sawfa yaf'alu bimuqtada hikmatihi tabaraka wa ta'ala. Kwa kuwa moja katika sifa za Mwenyezi Mungu ni hikma, basi amini kwamba Mwenyezi Mungu haya hayafanyi hovyo. Mwenyezi Mungu haya hayafanyi kwa alimradi tu. Mwenyezi Mungu haya hayafanyi alimradi tu kwa kujisikia. Hizi zote ni sifa za binadamu. Mwenyezi Mungu anapokukadiria mazuri au anapokukadiria mabaya, basi utambue mazuri na mabaya katika maisha yako, katika uhai wako, yatatokana na namna unavyoishi wewe mwenyewe binadamu. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Mwenyezi Mungu amekupa akili, unajua mifumo mizuri na unajua mifumo mibaya ya kuishi. Kulingana na mifumo ya maisha tunayochagua, ndivyo maisha yetu yanavyokadiriwa katika usiku wa Lailatul Qadr. Lakini wakati huo huo Mwenyezi Mungu anapokadiria hayo, ametupa fursa, katujuza kwamba yeye katika usiku huu anafanya nini, na ndio maana ametupa fursa ya kuutumia sisi usiku huu ili aweze kukadiria yale tunayoyataka sisi.